15 mstari wa 4. Mithali 15 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Ulimi safi ni mti wa uzima. Manake kalika ulimi kuna uzima, lakini kalika ulimi kuna mauti pia. Ulimi una uzima na ulimi una mauti. Ukisoma Mithali 12:18a, Mithali 12:18a, Mithali 12:18a anasema hivi: kuna anenaye bila kufikiri kama kuchoma kwa upanga, bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Ulimi wa mwenye haki ni afya. Manake tafsiri yake, ulimi wa mwenye haki ni afya. Kama ulimi hauna haki, ni kinyume cha afya. Sasa manake ulimi unaweza ukafisha au ukauisha. Sasa tuangalie ulimi. Mungu chochote alichokiumba katika ulimwengu huu alitumia ulimi. Alizungumza, kitu kikatokea. Tafsiri yake, katika ulimi wa mwanadamu kuna nguvu ya uumbaji. Ndio maana tunaombea wagonjwa, tunatamka maneno na yule mtu anapona. Maana yake unaweza ukatamka maneno mtu akapona, unaweza ukatamka maneno mtu akaugua. Kwa ulimi, ndimi zetu zina nguvu sana. Watu wengi wamefungwa katika vitu vyao kwa sababu ya matumizi ya ndimi zao. Mtu anatumia ulimi kuzungumza maneno ambayo ni ya kufisha. Bwana, mimi siwezi kupona, yani mimi ugonjwa ni wa kwangu tu, yani mimi siwezi kupona, yani mimi tu, mimi ni maskini tu, mimi siwezi nikajenga nyumba. Kwa hiyo yale maneno anayozungumza yanafunga mifumo yote ya mafanikio yake, kwa sababu shetani analiangalia neno ambalo umelitoa lile analishikilia, kama ambavyo Mungu analiangalia neno ili alitendee kazi. Neno Mungu anataka atendee kazi neno, lakini na shetani anaangalia neno unaloongea. Kama unaongea neno la kufisha, unafisha vitu vyako. Kama unaongea neno la kuuisha, unauisha vitu vyako. Haijalishi unaona unaumwa, lakini kule kuzungumza kwako, maneno yako unayoongea anaweza yakakufanya upone au yakakufanya uendelee kuugua. Kennedy Hagin, nilisoma katika kitabu cha Kennedy Hagin katika kitabu chake cha imani, anasema wakati anaumwa, ameugua miezi 16 amelala. Akaugua miezi 16 amelala kitandani, hawezi kuamka alipolala. Lakini ndani ya miezi 16 hiyo aliyougua, akiwa na miaka 16, akaugua miezi 16. Aliombewa, akazunguka, hakuweza kupona. Wakati siku moja yuko kitandani amelala, akawa amesoma neno. Aliposoma neno katika kitabu cha Marko sura ya 11 mstari 24, aliposoma lile neno akaliweka moyoni, akaamua kulifanyia kazi. Siku hiyo aliamka pale kitandani akatembea, kwa sababu aliamini kwamba kumbe tunapoomba tunatakiwa kuanza kuyakiri yale ambayo tumeomba. Akaanza kukiri kwamba kumbe mimi nilishapona, ila sijajua kama nimepona. Kwa kuna watu wanaweza umeombewa, umepona, ila hujajua kama umepona. Umepona kabisa, umeombewa, ila hujajua kama umepona. Wewe unaendelea kuteseka kwa sababu haujaakili lile neno ambalo umeombewa, umeamini. Biblia inasema mama yule aliyekuwa anatoka damu miaka 12, baada ya damu kuwa imemteka muda mrefu, aliposikia habari za Yesu, akakimbia kwa Yesu, akasema nitapita tu nyuma, niguse upindo wa vazi lake. Niguse upindo wa vazi lake. Nikisha gusa upindo nitapona. Mara tu nitapona. Kwa hiyo yeye alichoamini, neno alitamka mara tu nitakapokuwa nimegusa upindo wa vazi lake nitapona. Kwa kuna mtu unaweza ukawa unaumwa muda mrefu, unaweza ukawa unateseka muda mrefu, unaweza ukawa unapitia hali fulani muda mrefu. Umeombewa, umezunguka mahali fulani, umeombewa kila sehemu, umeombewa. Mwingine hata umeenda hata kwa waganga, lakini hujaakili kuamini kwamba mimi tayari nimepona. Kwa unapoombewa, unapotamkiwa neno, anza kulikiri lile neno. Unakiri kwa kutumia nini? Ulimi. Kwa ulimi unaweza ukafisha, ulimi unaweza ukauisha. Kila unachokikiri kwa ulimi wako ndicho unachokipata. Anasemaje? Anasema awazavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo, na ndivyo atakavyokuwa. Wewe huwezi ukapata kile ambacho uwazi, na huwezi ukapata kile ambacho ukiri. Kile unachokitamka kwenye mdomo wako ndicho kinachokwenda kutokea kwenye maisha yako. Unatamka mimi nitafeli, utafeli. Unatamka mimi siwezi kuolewa, utaolewa. Unatamka mimi siwezi kuoa, huwezi kuoa. Mimi siwezi nikafanikiwa, huwezi kufanikiwa. Kwa nini? Si ndicho unachokiri? Awazavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo, na ndivyo atakavyokuwa. Yesu alipofika katika kaburi la Lazaro hakusema kwamba sijui kama atafufuka. Alisema mimi nilikwambia
Ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Lazaro, njoo huku bwana. Kwa hiyo kile alichokuwa anaongea alikuwa anaweka nacho. Watu wengi tuko kanisani, watu wengi tuko kwenye maombi, lakini hatuna uhakika na kile tunachokiomba au kile tunachoombewa. Kwa hiyo lile linafanya ionekane kama kazi, kama neno la Mungu halifanyi kazi katika maisha yetu. Ionekane kama neno la Mungu halina majibu katika maisha yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuamini tunachoambiwa, na tunachoambiwa hatukikiri na kuendelea kukiamini. Ukianza kuamini nimepona, utapona. Ukianza kuamini ni siponi, kile unachokitamka ndicho imani yako ilipo hapo. Ndipo ulipoelekeza ufahamu wako. Kwa hiyo jaribu kubadilisha ufahamu wako, ulimi wako uanze kuongea vitu vinavyoleta matokeo katika maisha yako, na Mungu atakubariki. Haleluya. Nimesema naitwa Peter Kabiriga, ni mtumishi wa Mungu, na namba zangu za simu nimetoa. Naweza ukanipigia tukawasiliana, tukaongea kwa ajili ya semina, huduma tofauti tofauti ambazo Mungu amenipa kufanya katika makanisa tofauti tofauti, alafu na Mungu atakubariki. Jina la Bwana libarikiwe, inuliwe. Tutawasiliana, tuone naye tena wakati mwingine. Bwana anakupenda sana. Yesu anakupenda sana. Mimi nakupenda, lakini Yesu anakupenda zaidi. Amen.